Lete maneno. Mimi nimefika na matatizo makubwa. Ndio. Kuja kwako uweze kunisaidia. Ninakuona. Shida. Nakuona kijana. Unaitwa nani? Naitwa Haruna Abedi. Haruna Abedi. Sawa. Haruna Abedi. Haruna Abedi. Kamata hii kwa mikono miwili. Haruna Abedi. Haruna Abedi. Nisikilize kwa umakini. Ndio, niko kwa ajili ya kusikiliza. Naangalia na kuona kweli una shida nyingi, tena shida kubwa. Umehangaika sehemu nyingi bila mafanikio. Na hata ujio wako wa kuja hapa kuna sehemu umetokea, ni kweli? Ni kweli kabisa. Kama nadanganya niambie. Hapana, udanganya. Sawa. Sasa sitaki kusema sana. Tatizo liko mwilini mwako na tatizo liko nyumbani kwako. Ndio. Kwanza una tatizo la asili ya kwenu, asili ya nyumbani. Hii imeachwa muda mrefu, imedharauliwa, ndio inakutesa tangia enzi ya mababu na mababu. Walikuwa wakifuatisha, lakini vizazi vya sasa hivi vimeacha. Hii inakutesa. Lakini kingine, kuna watu wawili watatu na waona hapa, hawa hapo hivi. Hawa nao wanatia dosari maisha yako. Sasa sijajua unatakaje. Umekuja tu kuangalia, umekuja kujipambania ujikoe, ama unatakaje? Mimi kiufupi hadi nimefika hapa. Nataka niweze kujiokoa na niweze kupata mafanikio. Sawa. Nataka niweze kupata mafanikio kwa sababu nimeshahaso sana. Sawa. Bila mafanikio ya aina yote. Ile kusema kwamba mtu kujitahidi, nimeshajitahidi. Ndio. Lakini mwisho wa siku nimetambua kwamba jitihada bila wajada haziendi. Nahitaji unisaidie mzee wangu. Sawa. Sasa nitakusaidia. Mimi ndo mganga, lakini wengi wamekuja hapa na wameondoka vizuri. Yote ni kumshukuru Mungu. Sio nafanya kwa uwezo wangu, hapana. Hizi ni karama ambazo nimejaliwa na Mungu. Kwa hiyo na mimi sina budi kusaidia binadamu wenzangu. Sasa nitakupa kitu kidogo, utakwenda nacho nyumbani, utafuata maelekezo ambayo nakupa. Sikutozi hata shilingi 100, lakini baada ya siku 7 majibu utayapata wewe mwenyewe. Unanielewa? Nakuelewa vizuri. Unatakiwa urudi hapa baada ya siku 7 baada ya kupata majibu, na majibu utayapata. Sawa? Sawa.
Hata hii sasa bwana, unahangaika sana kutafuta utajiri. Utajiri ni huu, sawa? Huu ni utajiri. Ukifuatisha masharti yangu, matatizo yako yamekwisha. Sawa sawa. Mimi nitashukuru sana. Sawa. Umeona vizuri hapa? Umeona vizuri hapa? Yeah. Unatakiwa ufumbe macho, sawa, na ugeuke huko, utumbie mgongo. Hizi pesa unazoona hapa, nyosha mkono wako kwa nyuma, chukua senti moja. Chukua kwa mkono wa kushoto, utakaoigusa ndo unachukua hiyo hiyo moja. Sawa sawa. Tayari, geuka kwangu. Angalie pesa uliochukua ni shilingi ngapi, ya mwaka gani? Hii ni shilingi moja. Ndio. 1981. 1981. 1981. Shilingi moja. Aluna. Naam, Rebeka Aluna. Haya yote ni majina ya wenzako haya. Hawa tayari wameshafanikiwa. Wote haya ni majina ya watu wameshafanikiwa wote hawa. Aluna. Hata hii iona hiyo, hii ni utajiri wako, na hii ni kujiwekea kwako. Hii ina kila kitu. Hiyo utaenda kuiweka upande wa kichwani katika kitanda unacholala, iwe kwenye mto, iwe chini ya godoro, lakini sio chini. Kama unalala chini, basi unatakiwa iweke juu ya godoro, ilalie. Kama godoro liko kitandani, kama itakaa kwenye chaga, itakaa ndani ya mtu, itakaa kwenye godoro, isiguse ardhi.
kwa muda wa siku 7. Isikudondoke hata kwa bahati mbaya kufika juu. Ukidondoka chini unadondosha maisha yako kwa juu chini. Inapokuwa juu unawaisha maisha yako kwa juu. Namba 1 imesimama, ndio maana umechukua shilingi 1. Sawa? Sawa. Muda wa siku 7 majibu utayapata. Mimi sikwambii utapata nini, lakini majibu utapata ndani ya siku 7 tu. Alafu hii ukifika leo utajifukiza usiku, utanuia nia zako zote, kila kitu ambacho unataka. Leo utafukiza, kesho utafukiza, kesho utafukiza siku 3. Itakayobakia maana lazima ubakie. Siku ya 4 unaioga alfajiri nje. Sawa? Mimi nimemaliza. Hii nakuwa najifukiza kila jioni tu. Jioni unapotaka kulala unatia nia zako, unafukiza, unalala. Sawa? Sawa. Sawa, nikutakie safari njema. Unaweza ukaenda. Ninashukuru sana. Sawa, unaweza ukaenda. Shukrani mzee wangu. Sawa.